Wiki hii hapa ilikuwa ni majonzi makubwa sana. Kama ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, kulikuwa na kijana ambaye anafanya kama temba ameweza kuuawa kikatili na mwili wake kukutwa katika mto wa Msimbazi, jambo ambalo lilikuwa linaleta sitofahamu sana. Kama kijana ambaye yuko mkoa wa Dar es Salaam, tuambie ni wape pole wote ambao wameguswa na msiba huo. Of course kama taifa tumeguswa na msiba huo, lakini kuna ambao wameguswa zaidi kwa namna moja ama nyingine, familia yake kama alikuwa tayari ana watoto na watu wengine. Tuwapatie pole sana kwa sababu wanapitia kipindi kigumu sana, ukizingatia mpendo wao amezikwa pasi kuwa na kichwa chake, yani kimezikwa kiwiliwili peke yake. Kwa hiyo ni jambo la kuumiza, jambo la kustusha pia, kwa sababu sio aina ya nchi ambayo tumeizoea, sio aina ya nchi ambayo tumekulia. Sisi tumekuwa katika nchi ambayo mtu unaweza kutembea muda wote ukiwa na amani na ukawana waka kurudi nyumbani. Kwa hiyo haya matokeo yanayotokea hivi karibuni yamekuwa na sisi yanatuacha vinywa wazi, kwa sababu sisi ni watafutaji ambao watafutaji sisi hatuna muda maalum wa kurudi nyumbani. Wakati mwingine unakuwa unafanya kazi mpaka saa 8 na unaona hauishi mbali, unatamani utembee mpaka nyumbani, lakini sasa kama tunaanza kuishi kwenye maisha ambayo mtu unaanza kuhofia uhakika wa usalama wako, basi unakuwa unaishi katika eneo ambalo kiukweli linakuwa sio sahihi na salama kuishi. So sisi tumepokea vibaya mno, tumepokea vibaya, hatujapokea vizuri, kwa sababu nafsi inapotoka taifa linakuwa limepoteza. Ukizingatia yule ni msomi aliyekuwa anasoma katika chuo cha FM, chuo cha uchumi. So tulikuwa tunategemea ni nguvu ambayo ilikuwa inakwenda kumalizia elimu ili ije kuleta ujuzi mtaani, lakini ndoto zake zimekatishwa na watu wachache. Ndoto za taifa zimekatishwa na watu wachache. Alikuwa anapokea mkopo, taifa lilikuwa linamhudumia kwa namna moja ama nyingine, ili mwisho wa siku aje kuwa ngao itakao kuja kuliendesha ili gurudumu la taifa, lakini hayo yote yameshindikana. So kwanza kabisa tumeumia sana kama taifa, kama vijana wenzake, kama wakazi wa Dar es Salaam. Tumeumia sana kwa sababu yeye alikuwa mkazi wa Dar es Salaam, kwa ni pale Tabata. Kitendo cha kumuua mtu ukaona haitoshi ukamkata kichwa ni unyama ambao amshua mpaka shetani mwenyewe anakuwa surprised, like kuna unyama mpaka mtu anaweza kufanya kitu kama hicho, kushika shingo ya mtu na ukainyofoa. Kitu kibaya sana. Yani kitu kigumu sana. Inahitaji mtu ambaye ana roho ambayo sio ya kinyama tu. Inabidi uwe na zaidi ya unyama ili uweze kufanya jambo hilo. Sasa pengine sasa kutokana na tukio ambalo limetokea ni kubwa sana, lakini kumekuwa na matukio mengi sana ambayo yakitokea watu kupotea sana. Unajua hata ukiangalia kwa sasa hivi bado baadhi ya wengine pengine utakuta kapotea sana. Hii tatizo la watu kupotea na vijana pengine kupotea sana, unadhani ni kitu gani ambacho hasa kinapelekea matukio kama yanajitokeza? Mimi nataka nikwambie kitu kimoja bwana. Kifo cha Temba kimestua wengi kwa sababu ya aina ya kifo. Lakini pia kuna kelele nyingi zilipigwa mtandaoni na huyu msanii wa zamani Mheshimiwa Temba, wanadai kwamba walikuwa wana uhusiano naye. Ameongea sana, ndio maana kifo kimekuwa viral. Lakini pia aina ya kifo kwa shingo imeongezea nguvu katika msiba ule. Lakini pia kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo, imeongezea pia pressure kwenye msiba ule. But believe me, kuna vifo vingi sana vya aina hiyo vinatokea mtaani. Vingi sana. Mara mwisho tuliona pale Salenda juzi tu. Temba alikuwa amekufa after like 2 days. Ikasemekana kwamba kuna mtu ametupwa kwenye tope pale. Wapi pale Salenda bridge. So unaona kwamba hiyo ni moja ya vifo ambavyo vinafika kwenye mitandao na kuwafikia watu wote kwa ujumla. Lakini kuna watu ambao wanakufa, hakuna ile spotlight ya kwenda kuwaonesha kwamba wamefariki, lakini misiba yao inaishia kule mtaani, ila watu wanapotea. So mimi nimeshajaribu kukaa na kujiuliza like kwa nini watu wanakufa? Kufa sio dhambi. Kufa ni kawaida, kifo ni ibada. Lakini ni kifo cha Mungu. Alichokuamlia Mungu kwamba sasa wakati wako umefika. Why watu wanauana? Je, kuna kitu behind ambacho kinasababisha vijana wanakufa? Mtu innocent kama mwanafunzi ambaye yuko chuo, unaona ni ana uwezo wa kuwa na beef na kitu gani ambacho kinaweza kikapelekeza kufanywa kitu kibaya kama hicho? Watu wengi kwa sababu sisi ni vijana wanapenda kurelate vifo hivi na mambo ya mahusiano, mambo ya wivu wa kimapenzi, like sijui amefumaniwa amefanywaje, lakini deep down ukifuatilia kile kitu in deep unaweza ukakuta kwamba there is more than that. There is more than love. Uwezo ukawa una chuki ya kimapenzi ikakuridi mpaka kwenda kumkata mtu shingo. Ni tukio kubwa sana, lakini pia kwa ufupi labda tuzungumzie wanafunzi wa chuo, wanafunzi wa chuo cha FM wamereact vipi tukio kama hili? I'm too disappointed kwanza. So kwa wanafunzi tu. Huu msiba
hauja relate kwa upande mmoja. Family is the biggest of course they are big losers kwa sababu wame lose kijana wao. Like deep down wao ndo walikuwa wanamjua from the beginning mpaka pale alipofikia. Wanachuo wamekuja kumjua baada ya kuingia chuo. Mtaani tumemjua baada ya kufariki. Lakini sasa kuna wakati tunahitaji ku raise voice. We need to raise our voices. Show the world, show the country kwamba kuna vitu ambavyo vikitokea hatutaweza kukaa chini kuvisubiria. Wanafunzi nashindwa kusema kwamba wamereact vipi kwa sababu chuo kinaendelea. Watu wanaenda chuo wanapiga story kama tunavyopiga sisi mtaani. Waliokuwa wanamjua wamemjua bana kafa fresh, mambo yameishia hapa. Lakini haitakiwi kuwa hivyo. Ilibidi watoto kwanza sihamasishi maandamano na sihamasishi migomo, but kuna namna ilibidi wanafunzi wenyewe kama wenyewe kwanza waanze kusimama. We need to know the cause of this death. Tunataka kujua serikali imefikia wapi kuhakikisha waliohusika wanakamata. Wameshawatangaza kwamba kuna baadhi ya watu wamekamata. Okay, baada ya kuwakamata wameshachukuliwa hatua gani? Okay, ni vitu ambavyo viko chini ya dola, lakini ni vitu ambavyo vinaweza vikatuliza hasira ya wananchi endapo watashirikishwa moja kwa moja. Lakini pia sio pale tu. Sisi wananchi tunahitajika kusimama. Sisi kuna viwanja vingi sana na vimoja sehemu nyingi tofauti. Tunakwenda sehemu kama zile, tunasimama, tunaongea. Tunahitaji kusikika. Vyombo vya habari vinafikika kwa urahisi sasa hivi. Tukiandika tu tangazo kwamba tunahitaji press zije, tunajadili lile jambo. Kwa nini watu wamekufa? Kwa nini wanakufa? Ni nini kinasababisha kufa? Na kwa nini vifo vinakuwa ni vya mara kwa mara mtaani hivi sasa?